Sky Cable TV Kenya, Beyond the Real. It has just struck 1 p.m. East African time, today being the 6th of January, the year 2022. My hope is that your day is faring on quite well, and wherever you are, your day is also going on well. Very amazing. And welcome to Sky Cable TV News Desk at 1 p.m. I am Wanjiko Njau. Are students and teachers ready for the last term of the year? That is for the first time beginning in January instead of December. Well, let's take a look at the story and let's hear what they have to say about this. Kids have come so excited first to meet their teachers because of that short break. They've also come first to meet second to meet their friends, of which they've not seen for a few days. The end of January, that is from 31st of January, the learners are supposed to sit for the NEC assessment, that is grade 3 and 4. So as a school, we need to ensure that we cover the syllabus so that when these learners sit for the exams, they are equipped with the content and they're supposed to be able to answer the questions. That term used to be at the end of the year, but now it's starting in January, so it is really a little bit challenging. Yeah, and we are trying to put our best foot forward. I am really prepared because it's only a short term and which has a lot to be done. And I am ready to go to the next class and I am ready to face the studies. And some of our parents, remember there's some of the parents who are also infected with the same disease, or they have got relatives who are affected, and you know the weight is very costly. So to cater for all this at the same time becomes an issue. Even to the learners, at times we find that there's a lot of absenteeism in school because when the parents are sick at home, they have to also to isolate the whole family. The 2022 academic year will feature 4 terms and not the usual 3, so as to recover from the time lost after the COVID-19 disruptions. Consequently, KCPE and KCSE exams will be administered in March and April of 2022, and also in November and December of 2022. Various health leaders from Malindi have continued to urge residents following an increase to get the jab following an increase in number of the COVID-19 numbers. They have also urged them to seek the correct information from health practitioners instead of getting the information online. Makanisa machache sana yametualika tuende tukapeane chanjo. Japo serikali ilisema hata makanisa yawe vituo vya kuchanja, lakini makanisa mengi hayajakuwa na uhuru ya kutualika tukachanje watu pale ama tufanye kituo pale. Wengi hawajaikubali hii chanjo. Japo si wote, lakini asilimia kubwa hawajakubali, lakini wengine wamekubali, hata wenyewe wamekuja kudungwa. Community members wengine wameweza kushikwa na askari na kuwekwa ndani kwa sababu ya kupotosha watu. Sasa maybe ikifikia mahali kwenye tunaona watu wetu wanapelekwa siko, then nafikiri itakuwa vizuri hata kama tupate mfano wa mtu amewekwa ndani kwa sababu ya kusema vitu zenye si sawa. So I've been waiting for the booster to come with bated breath, but they're very, very efficient. I've got to say, it's been very, very good. Okay. Because there's so much COVID in Malindi now. Yeah, so much. Well, my advice is for everybody to have it. You know, it's very important. You're not just protecting yourself, you're protecting others as well. Residents and farmers from Taita Taveta are full of joy after poultry farming was introduced in the area, following their cries and pleas for a very long time because elephants were stomping on their crops severally. Tukiangalia mradi huu ambao tunaolima
tuko na changamoto kubwa sana naye ndovu. Ndovu wanatuharibia sana mimea yetu, na wanapotuharibia mimea yetu kila wakati tunapopanda wanatuharibia, na hata tunapoita watu wa KWS hawatusaidii. Tumeendelea kupata hasara nyingi sana, kila mwaka tunapata hasara. Haya, tukiangalia katika tumepanda mahindi, tumepanda savi, tumepanda soko, lakini tukiangalia kwamba vile anga imekuwa kwa watu kama tutafaulu, tunaona kama mvua imekatika. Lakini huu mradi ambao huu wetu wa kuku ambao tumetusaidia, tunajua kwamba huu mradi tuna uhakika kabisa lazima mradi utasaidia na tutasonga nayo mbele. Na huu mradi najua kwamba lazima kila mmoja atainuka, na kama tuko na vile tuko na watoto wa shule, najua kwamba huu mradi utasaidia hata kupeleka watu shule, kupeleka watoto makoleji. Maana huu mradi tukiendelea na tukisimama nao, naona kwamba hakika tuna imani Mungu tutaendelea kubarikiwa zaidi. Kwa hivyo tunashukuru sana, na tunaomba ikiwezekana tena mara nyingine tupate hata mbuzi za kusaidia maziwa zaidi, na tukipata mbuzi za maziwa zaidi tupate kuendelea na tuende katika kiwango cha juu. Hata sio mambo hii mradi mwingine ya kulima, hii mradi mwingine ya changamoto za nguvu, tuachane naye, tusimame na mradi wa kufuga pekee yake. Maana tunajua kwamba huwa haubatishi, hawana changamoto ngumu, hawana kazi ngumu, bali tu tukisimama nao tu, inajua kwamba huu mradi utatufanikisha kwa kila jambo. So ndani ya miezi 6 tutafanya ile inaitwa follow up. Tutakuwa tunatembelea vikundi vyenu, tuone ni nani ameanza kutoa mayai, tuone ni nani ameanza kutoa faranga, tuone nani kuku zake zinafanya vizuri. Sawa Na kama kuna challenges tuanze kuzipata na mapema. Na mkwe wazi, mseme mnapitia challenge gani, changamoto gani mnapitia, ili tuweze kukusaidia. Na matumaini yetu ni kwamba tutaweza kuimarisha kilimo chetu cha kuku. Kama vile ambavyo mnaelewa, kuna kubadilika kwa hali ya anga. Kama mabadiliko ya tabia nchi, climate change. Na kutokana na haya mabadiliko tunajaribu kutafuta namna ya zile shughuli ambazo tunaweza fanya ndio tuweze kujikimu. Na shughuli moja ni kuingia katika kilimo ambayo hakihusiki sana na hakichukui gharama kubwa sana. Kilinganisha kulima ng'ombe wa maziwa kwa mfano, zile pembenjeo na ile effort ambayo unastahili kuweka ndani ya hiyo shughuli, unaona kwamba ni bora zaidi kufanya kilimo cha kuku ambayo wakati mwingi hauna inputs nyingi na sio gharama kubwa kuweza kuendeleza ile kilimo. Well, it's a really amazing story right there, because after a very long time they have had someone that have had their cry, and now it will be a joyous moment for them. Moving on to our next story, truck drivers along Malaba at the Kenyan-Ugandan border have continued to plead with the Kenyan government to let them deliver their goods to their intended destinations after several days of being stuck at the border following the new rule of the COVID-19 vaccination certificates. Hatuwezi kupima corona kama vile namna wanavyotaka wao, alafu tuambiwe results zetu za Kenya hazifai. Na kama hazifai inamaanisha Kenya si inchi ambayo inatakana ipime. Tupime, tuje tulipe huku, tuandikiwe risiti bila kupimwa. Tunaambiwa test and fly. Sasa tuna fly vipi na sisi tuna drive? Jona. Na vile mnaelewa kwamba hii upimaji huko under East African Community, na ilisemekana kwamba hakuna kulipia. Ni upimaji ambao umekuwa funded by World Health Organization, I think so. Na the same certificates Kenya tunatumia kusafiri nazo abroad in Western countries and all other parts of the world. Now, Uganda how special are they? Sasa anaenda Kongo ama Sudan, atafika kama hiyo siku 7 imesha tayari. Kufika pale wa boda unaambiwa tena ulipe. Na tumeongea na Pulse Health Uganda in charge, wamesema hiyo ni order from above na walishapitisha na waweze regesha. Hii ni dhuluma kwa sababu East Africa spirit ya East Africa ni kufanya kazi kwa pamoja na kazi iende kwa haraka, lakini chenye tumeona hapa ni kama dhuluma.
because unaweza pima huku Kenya na unaenda kule unaambiwa hiyo certificate haiko valid. Kwa nini? Sasa tunaomba serikali ya Kenya, jamani, tafadhalini tokezeni muangalia ya mambo. Mr. President, tunakuomba kwa hisani zako, ajili tumeteseka sana vya kutosha, miaka 3 sasa hii tunahangaika kwa hii barabara. Tumeambia hao watupatie mwezi mzima ili tujipange. Wale madereva wako hapa na valid certificate waende, wale hawana wapime, wamekataa. Ndio maana dereva wamesema kama ni hivyo basi wacha mzigo ibaki Kenya, wakuje chukulie Kenya. Sababu ukiangalia hii ni uwizi ambao wanatufanyia. The weak and almost non-existent sports foundation in the country have left so many talents unattended to, an issue that residents from Kilifi County and players from Kilifi County are hoping will change soon. Kuna talanta hapa lakini wasipokuza elimu ya makocha hii talanta inaenda tu hivi hivi, kwa sababu sasa itakuwa wachezaji wanacheza lakini hakuna mwelekeo na mafunzo katika makocha wao kuwaonesha vile kucheza mpira kama wachezaji walivyo kule nchi zingine. Changamoto kubwa sana wanasema ni viwanja. Hawana viwanja za standard ya kimataifa. Unaona hata hichi kiwanja ambacho tuko hapa ndani ni kiwanja cha shule. Kwa hivyo ni mpaka tuombe. Hawawezi vijana tu kuja hapa kuja kucheza na jioni wakashika njia wakaenda. Maana hichi kiwanja kiko gated. Hawawezi kuruhusiwa kuingia. Kwa hivyo tuko na changamoto kubwa sana ambayo ni kupitia viwanja. Kila eneo bunge kuna pesa huwa inatengwa ya rasmi ya kwamba itatumika kwa michezo. Na kiwango cha pesa kinaambatana na ni pesa ngapi zimewekwa katika hazina ya CDF. Kwa hivyo kile kiwango cha CDF ndio kitaweza kupatia fursa ya kujua ni pesa ngapi zimepangwa kwa michezo. Kwa mfano mwaka huu wa fedha kuna takriban milioni 1.6 million. Huu mwaka huu wa fedha kuna milioni 1.6 ambao ni ya michezo, ambao ni shughulikiwe ndani ya ganza. Kulingana na upande wa fedha kidogo unatufinya. Serikali tumejaribu kuongea nao na Teddy tuwashukuru kwa sababu ile 1.6 ulikuwa ukikata kichwa na kuuma, kwa sababu milioni 1.6 katika wodi 4 unapata kama 400 tu, na ni kitu ambacho haiwezekani. So kufikia sasa tuko na imani hizo milioni 2.7 still bado tumejaribu kuongea na mheshimiwa na ataongea na wahusika kule juu Nairobi, at least tupate kama ni milioni 3 ama milioni 4. And with that story from Kilifi County, we come to the end of our news bulletin 1 p.m. here at Sky Cable TV Kenya. Thank you for watching us. A very big thank you. Don't forget to follow us on all the social media platforms at Wanjiko Njau and also at Sky Cable TV, and we will keep updating you on the recent updates of the things that are going on in the country and also worldwide. More news will come to you once it strikes 7 p.m. East African time, right here from Nairobi, Kenya. I am wishing you a very lovely afternoon and a very amazing day ahead. I am Wanjiko Njau.